niseme kwa kimsingi watoto njiti kitaalam hakuna sababu maalum ambayo inasababisha ukiona unasema huyu atazaliwa akiwa njiti. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunasema ni viashiria hatarishi ambavyo ukiviona unasema inawezekana mtoto akazaliwa njiti. Sasa na ukiangalia kwa takwimu tulizonazo, mfano mkoa wa Manyara kila mwaka wanazaliwa watoto njiti takriban 3,000 hadi 3,200. Na watoto njiti kuzaliwa njiti ni moja kati ya sababu ambazo zinapelekea watoto kufariki wakiwa wachanga. Ukiangalia zile sababu 3 kubwa, hiyo ni mojawapo. Sasa ukiangalia takwimu hizo na vile viashiria hatarishi, naweza nikasema viko ni makundi kadhaa. Cha kwanza tunaangalia mfano kama mama aliwahi kujifungua mtoto akiwa njiti, maana yake pia ana uwezekano tena wa kujifungua mtoto akiwa njiti. Lakini pia mama kama alizaliwa pia akiwa njiti, kuna uwezekano akajifungua pia mtoto ambaye ni njiti. Lakini kuna vitu tunasema labda magonjwa ambayo yanaendana wakati wa ujauzito. Mfano kama mama ana ugonjwa wa kisukari au ana shinikizo la damu, maana yake ana uwezekano pia wa kujifungua mtoto akiwa njiti. Na kama ana shinikizo la damu ikapelekea kupata kifafa cha mimba, mtoto anaweza kuzaliwa akiwa njiti. Lakini pia kwenye sababu za mama, kama mama amejifungua mtoto chini ya miaka akiwa na umri chini ya miaka 17, pia kuna uwezekano mkubwa akajifungua mtoto akiwa njiti au zaidi ya miaka 35. Lakini pia kuna maambukizi ya magonjwa ambayo wakati wa ujauzito ambayo yanaweza yakapelekea hali ya kujifungua mtoto akiwa njiti. Na tunaposema mtoto njiti maana yake ni mtoto aliyezaliwa chini ya wiki 37. Kwamba hajafikisha wiki 40 ambazo zinatakiwa, lakini akajifungua chini ya wiki 37. Na huyu mtoto akizaliwa kuanzia mfano wiki ya 23-24, kuna asilimia kama 30 akitunzwa vizuri anaweza akaishi. Akizaliwa wiki ya kuanzia 28, zile asilimia zinaongezeka. Kwa hiyo unaona anapozaliwa kuanzia wiki ya 34, 37, wiki ya 33 zinakuwa hadi karibu asilimia 80 hadi 90. Kwa hiyo ni kitu ambacho tukiwekeza vizuri katika huduma, tukahakikisha vifaa vipo, tunaweza tukamsaidia huyu mtoto njiti. Na changamoto kubwa ambayo anakutana nayo ya kwanza ni upumuaji. Kwamba anapozaliwa mfumo wake wa upumuaji wa mapafu hayajakomaa vizuri. Kwa hiyo anapata shida ya kupumua. Lakini pia mfumo wa chakula anashindwa kucoordinate. Unajua ni wakati gani apumue, wakati gani ameze, inamletea shida. Kwa hiyo ikimletea shida inaweza kapelekea madhara ambayo anahitaji support kubwa sana kwenye vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuweza kusurvive, na ndio maana hii marathon ni muhimu sana.